Kifuatilia kwa ukaribu kile ambacho anakifanya kocha wa Simba ni anajaribu kufanya tathmini ya kina kuanzia kwenye eneo la physicality kwa wachezaji wake. Na hii inatokana na haina kipindi ambacho wapo kwa wakati huu. Timu ipo kwenye maandalizi kuelekea msimu unaokuja. Na mimi sitaki kuamini kama basi anawapush kwa asilimia kubwa sana kwamba hii ni must win game. Yani hii mechi ni lazima tushinde. Hapana, lakini anajaribu inject falsafa zake kwa wale wachezaji wageni ambao wamesajiliwa kwa wakati huu, anaingia kwenye timu. Na sasa hivi mwalimu anachokiangalia zaidi ni kile ambacho wamekifanyia mazoezi. Wachezaji wana copy na kupesti kwenye michezo ambayo ina pressure na intensity, na unakutana na wapinzani ambao hamfahamiani, kwa sababu kwenye training ground ama kwenye uwanja wa mazoezi Simba wanafanya mazoezi wao wenyewe. Na hata kama wakicheza ile full pitch, kwa maana wachezaji 11 dhidi ya wachezaji 11, ni wachezaji wa Simba dhidi ya wachezaji wa Simba yenyewe. Kwa hiyo unapocheza mechi na Jamus, Mogadishu, ni opponent ambao hamfahamiani. Kwa kuanzia kwenye intensity, kwa maana ya kasi, pressure itakuwa tofauti. Kwa unataka kuona pale nje ya kile ambacho nyinyi mnakifanya ndani, kwa maana zile training games ambazo mnazicheza ndani, mkija nje huko kitu gani ambacho mnaweza mkakiofa, uwezo wenu wa kusustain pressure, kufanya maamuzi kwenye pressure kubwa na mechi ikiwa kwenye kasi, maamuzi yanakuaje. Hicho ndio kitu ambacho mwalimu anakiangalia. Lakini pia anajaribu kuangalia wachezaji wake kama wanajaribu kufanya vitu kwa kujirudia, hasa kwa baadhi ya vitu ambavyo wamefanyia sana kazi. Mfano jana au kwenye hizi mechi mbili, principles ni zile. Yani misingi ya Steve ni ile. Cha kwanza, anataka timu yake ijenge mashambulizi kutokea nyuma. Na njia ngapi mnazitumia? Kuna njia 3, lakini wenyewe wanaopt kutumia njia 2 zaidi kutokana na aina wachezaji waliokuwa nao. Njia ya kwanza anataka kupita pembeni, njia ya pili wanaweza wakapita katikati. Lakini anataka kuona mabadiliko ya miundo katika mazingira tofauti. Tukiwa tunatoka kuanzia nyuma, tunakuwa na walinzi 4, viungo 2 na washambuliaji. Idadi inayobaki ni watu wanaocheza kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini kwenye viungo 2 wakati wanakuwa na uhusiano na kiungo mmoja mshambuliaji, nyuma mshambuliaji wakati, ndio tunatumia neno namba 10 kwa ajili ya kutengeneza faida kwenye midfield na kuunganisha mashambulizi kutokea chini kwenda juu. Sasa ukiangalia kitu ambacho Simba anapata nacho ugumu sana wanapokuwa na mpira ama vitu ambavyo vinawasumbua ni kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza ni pale ambapo Simba wanahitaji kuwa na umiliki wa mpira kwa muda mrefu zaidi, au umiliki wa mpira wa kuaminika, tunasema settled possession. Kwenye ile eneo wanapata ugumu kwa sababu nafikiri ya mabadiliko ambayo yanafanyika kwenye timu, hasa kwenye eneo la kiungo. Kitu kingine ambacho kinawapa tabu Simba ni kwenye namna ambavyo wanatengeneza nafasi na wanashindwa kuzitumia, au kuwa na muendelezo au kuwa na matukio ya kujirudia katika kutengeneza nafasi. Mfano Simba, kitu ambacho kingine wachezaji wanatakiwa kujua, wanatakiwa kujua utofauti wa kucheza na namba 9 kivuli na utofauti wa kucheza na mshambuliaji halisi. Vitu vinatakiwa kubadilika. Ukicheza na namba 9 kivuli, mtindo unaweza kuwa tofauti wa uchezaji. Ukicheza na namba 9, maana yake tayari mna focal point kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo sasa hivi mimi mfano kwenye mechi ya jana nilikuwa naanza kwamba kuna Aniseura, lakini pia kulikuwa na Ino Loemba, kulikuwa kuna upande wa kulia alikuwa Morris Abraham, si ndio? Nikaa naanza kwamba wachezaji wanaocheza kwenye maeneo ya pembeni plus walinzi wa pembeni, kwa sababu jana Kapombe alianza kama mlinzi wakati, kulia Duchu, kushoto alicheza Mligo, Vedastus Masinde kwenye eneo la beki wakati. Sasa ukiangalia ule ubunifu kutoka kwa walinzi wa pembeni plus mitindo ya uchezaji wa mawinga wao, kuna namna inampa faida zaidi mtu ambaye anacheza kama namba 9 kivuli, na kuna namna inamtesa mtu ambaye anacheza kama namba 9 asilia. Ukicheza na namba 9 asilia lazima uassess kwanza sifa zake za kimwili. Ibrahim Dumbi ana kimo fulani ambacho kina faida kwa upande wa Simba, ni mrefu. Kwa hiyo unajua kabisa ile ni mshambuliaji, na naamini pia mwalimu anawaambia watu kwamba huyu mtu alipotoka pattern ambayo ilikuwa inatumika na kumnufaisha ni hii na hii na hii. Kwa sababu inabidi tufanye hiki na hiki na hiki. Lakini hivyo vitu haviwezi kutokea kwa siku moja au mbili. Wachezaji bado still wanahitaji time. Wajue kwamba ndio mtu kimo chake ni kirefu, lakini positioning yake ipo vipi? Movement zake kwenye box zipo vipi? Unanielewa? Anapenda kufanya movement kutokea wapi?
hivyo ni vitu vya msingi. Lakini kitu kingine pia kwa walinzi pamoja na wingers, lazima wao wanaanza kwamba kwa sababu tuna mshambuliaji tunatakiwa kudeliver service, kumpa huduma. Nimeona Chilambo kuna moja alipiga bonge moja la cross. Yeah, of course. Super kabisa. Of course, lakini positioning yake pale ilikuwa ni ngumu sana. Yeah. Kwa sababu alikuwa analazimisha kufiki ule mpira urudi ndani. Kitu ambacho kilimletea ugumu. Na kitu kingine nafikiri bila ya mpira pia mechi ya kwanza angalau, lakini mechi ya jana kuna muda timu ilikuwa ina struggle, especially kipindi cha kwanza. Nafikiri kwenye pressing issues, timu namna gani inazuia kuanzia juu ni ngumu kwa wakati huu, lakini kwa sababu ndo msingi wa mwalimu anataka iwe hivyo, itawezekana, inabidi ifanyike tu, lakini kiuhalisia ni ngumu kwa sababu sasa hivi kuna mazoezi magumu sana ambayo wachezaji wanafanya. Na hayo mazoezi sio kwa Simba tu, timu karibia zote kwenye kipindi. Ugumu wa mazoezi unaathiri pia utendaji kazi wa wachezaji uwanjani kwa maana ya uchovu. Sasa timu yote ambayo inafanya high pressing kuanzia juu inatumia matumizi makubwa sana ya nishati ya mwili na akili. Yep. Sasa kuzuia kuanzia juu, wachezaji kuna muda wanakuwa disjointed. Yaani kama muundo wa timu ule unameguka kwa sababu kile kitu kinakuwa hakina muendelezo. Na shape ikishaharibika tu, manake timu inapoteza ule utambulisho wa nini ambacho wanafanya ndani ya uwanja. Na ndio maana mimi sitaki kulaumu sana kwenye eneo la performance, kwa sababu najua performance inaathiriwa na nini, na najua mwalimu anahitaji nini ndani ya timu. Cha kwanza anahitaji wafanye vile vitu ambavyo wamevifanyia mazoezi, lakini jambo la pili unaimprove mchezaji mmoja mmoja kwa maana kwenye kile ambacho anaweza kukifanya. Lakini jambo lingine la msingi, unatengeneza teamwork sasa. Connection, uhusiano kati ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine, na kwenye ile eneo ndio eneo gumu zaidi. Hivyo vitu vingine vyote unaweza kuvifanyia kazi vikaeleweka, lakini kwenye kuitengeneza timu, kwa sababu kuna ile uhusika wa mchezaji mmoja mmoja. Chama kama Chama, unaona na kuonyesha ile individual brilliance. Yeah. Sijui Ino, ni Seura, sijui Libase, lakini sasa uwaunganisha wale wachezaji wote na kuwa kitu kimoja. Yaani wawe wanahusiana kiutendaji. Kila mtu anajua ni mwenzieni kitu gani ambacho anaweza akafanya. Mimi nikifanya movement kwenda upande wa kulia, je, huyu fullback anatakiwa afanye movement kwenda wapi? Aje ndani au afanye movement kumvuka mstari wa walinzi wa timu pinzani? Hicho ndio kitu cha msingi sana. Kuna muda mechi mbili mfululizo, mfano mechi ya kwanza, Chilambo alianza kwenye mechi ya kwanza kama mlinzi wa kushoto. Na ukiangalia ile mechi namna ambavyo ilikuwa inaendelea, kuna muda unaona wachezaji ndio wanawajibika, lakini kuna muda unakuta anafanya movement wachezaji wale watatu wanaenda sehemu moja. Kinachotokea pale ni nini? Ni kwamba wachezaji wanahitaji time kuelewana, alafu kuelewa nini mwalimu anakitaka. Sasa hilo jambo linahitaji muda. Ukisikiliza washabiki maoni yao na kile ambacho anakizungumza, wao wanakuambia mchezaji mzuri hahitaji muda. Bali na muda Kavyo Nasir ambao unahitajika. Tumeona pia nafasi zimetengenezwa. Wewe utatuambia kama ni kwa winga au kwa uchache kulingana na namna ambavyo zimechezwa, lakini hizo nafasi pia zimeshindwa kutumika. Licha kwamba wachezaji wanahitaji muda kujuana, movement. Nini kingine ambacho kimemiss kwenye matumizi ya hizo nafasi? Cha kwanza, nafasi zilipatikana, yes, hazikuwa kwa wingi kwa sababu kuna hizo nafasi ambazo tulizipata, ambazo zimepatikana, half chances zilikuwa nyingi. Hakukuwa na zile nafasi, tunasema nafasi kamili ambayo mchezaji anapaswa kufunga bao, hazikuwepo. Nadhani nasema chance ambayo iko kamili ni ile cross ambayo Clatous Chota Chama alipiga kwa Ino Luemba. Inawezekana pale ni utulivu tu wa Ino Luemba yeye mwenyewe na kuweza kuweka mpira kimiani. Changamoto ya kwa nini pia timu inashindwa kutengeneza hizo nafasi. Cha kwanza ni patterns za uchezaji wa Simba. Mabadiliko mengi sana yalifanyika kwenye kila kikosi, na unamuelewa mwalimu Steve Becker. Kuna mchezaji ambaye amekuja anajaribu kufanya trials, kwa lazima umpe game time uweze kuona ni kitu gani ambacho anaweza kukiofa. Hiyo moja. Lakini mbili, wachezaji wengi wamecheza out of position. Tulizungumza hapa, inawezekana kwamba Ino Luemba kucheza kama namba 9 ni kocha haoni, sio kipaumbele chake kwenye ile nafasi ya namba 10. Hiyo ni moja. Lakini pia wachezaji wengi walikuwa hawachezi kwa nguvu ya mchezaji mwenzake. Nikiwa na maana gani? Simba wana inverted wingers wengi sana. Wachezaji ambao wanapenda sana kuingia kati na kuattempt. Na hicho ndio kitu ambacho kilichotokea hasa kwenye kipindi cha pili. Yep. Alipoingia Keleso, hata Libase Gay, nafasi ambazo walikuwa wanapasa kutoa V-pass ama Dumbi akipindi anafanya mikimbio kwenye tunasema kwenye far post akiwa anategemea Libase Gay aweze kumpa pasi, hakuwa anafanya hivyo. Walikuwa wana attempt wao wenyewe. Kwa hiyo
cha kwanza inaweza kawa ni wachezaji wao wenyewe. Wale mawinga wa Simba wanapenda kuingia ndani na wanapenda kuattempt wao wenyewe. Oura yupo hivyo, Keleso ambaye amekuja naye yupo hivyo, Libase Gay naye pia yuko hivyo. Sasa unapokuwa na mshambuliaji kama Dumbia, ina maana kwamba lazima muwe tunasema kwamba tunacheza mipira ambayo yeye ataweza tunasema kuweka kimiani kwa nguvu yake. Nguvu yake ni nini? Ni mrefu. Kwa ina maana kwamba tunabidi tumpe mipira mingi sana hewani. Lakini pia kitu ambacho mashabiki wa Simba wanaweza wasimpe sifa Dumbia, ni mzuri sana kwenye eneo la kujiposition. Hata mabao 17 ambao alifunga akiwa Mali Ligue 1 Pro hayakuja kwa bahati mbaya. Alifunga kwa sababu alikuwa anaweza kujiposition. Sasa kipindi yeye anajiposition, wachezaji wenzake wamekuwa hawampi hizo pasi kwa wakati. Lakini eneo lingine ambalo ningependa kuongezea, Simba wamekuwa wana struggle sana kwenye matumizi ya nguvu. Jana ni eneo ambalo Jamus walioweza sana Simba kuna hilo eneo. Na hata Kupa ambayo anafanya majaribio, ni eneo ambalo iwapo Simba wasipompa kandarasi, nitaelewa kwamba kama kiungo aidha mshambuliaji ama kiungo wakati, matumizi ya nguvu ni kitu ambacho unapaswa kuwa nacho. Na jana ni kitu ambacho yeye alikuwa ana struggle sana. Kila akipata pasi, either Jamus wale viungo watamwin kwenye Kupa watamwin kwenye matumizi ya nguvu, na akipata mpira kulikuwa kuna changamoto ya wapi niipeleke pasi kwa haraka. Hiyo ndio changamoto kwa hizi mechi mbili mpaka sasa, na kuelekea kwenye mechi ya 3 ambayo Simba wanahitaji ushindi ili waende kwenye hatua inayofuata. Sioni kwamba kuelekea kuna hiyo game dhidi ya Singida, dhidi ya Singida, sioni kama anaweza kupata game time. Na kitu kingine Kavyo, ni ukishakuwa na kiungo ambaye au mchezaji ambaye hajui next pass inapaswa kuwa wapi, yani pass inayofuata inatakiwa kwenda wapi, huyo brother shughuli yake inakuwa na kiungo gani hajui next pass inaenda wapi. Sasa unajua kuna wale viungo ambao anapokea mpira alafu ndo anatafuta sehemu ya kupeleka. Ndo nimekuuliza nani huyo? Sio Kavyo, amesema Kupa. No, unajua mimi I wouldn't say it hivyo. Sidhani kama kweli hajui pasi inaelekea wapi. Ni mazingira ya mchezo tu. Unajua football ilivyo. Leo Magunga, wewe hata uwe mchezaji bora kiasi gani, labda uwe ni winga, una uwezo kama Messi au Maradona kwamba unaweza ukachukua kijiji kizima ukapiga watu chenga ukaenda ukafunga. Lakini mchezaji kama huyo Kupa ambaye ametoka huko alikotoka, amekuja tu hapa kwa mara ya kwanza, amekutana na watu na anaingia kwenye mashindano, ni jambo la kawaida kabisa kuonekana out of place. Hiki ni kitu ambacho hata zamani zile story ulizokuwa unasikia kwamba fulani ameenda kufanya majaribio, unaweza ukaenda ukafanya majaribio ukaonyesha kwamba unao uwezo, lakini watu wakawa wamekuangalia kwa jicho la ziada tofauti na kile ambacho umetakiwa kukifanya hapo immediately. Kwa hiyo I don't think huyo Kupa ni mchezaji mbaya. Hii kamanda ya huyu Kupa anafanya majaribio. Unafikiri hili ni jambo lililo sahihi kweli kwa Simba hivi sasa kuangalia mchezaji kwenye majaribio ndio amsajili? Wako sawa? Sio jambo sahihi. It's a bit amateurish. Yani klabu kubwa huwa haimjaribu mtu namna hiyo. Klabu kubwa huwa inapaswa kumsajili mtu kwa uhakika kwamba bana huyu tunamsajili, tunajua ni nini alichonacho. Kwa hiyo hata kama performance za mwanzoni hazitakuwa bora, lakini tunajua with time nini ambacho atakuja kukiongeza kwenye klabu yetu. Sasa ukiangalia kwa mfano kinachoendelea Simba kwenye Kagame, yes, hawajacheza vizuri kama ambavyo watu wanataka, lakini kutocheza huko vizuri ni kwenye eneo la matokeo tu, kwamba Simba imecheza na timu ambazo kila mtu anaamini kwamba inatakiwa ishinde zile mechi, lakini matokeo hayajakuwa hivyo. Lakini sasa unajua Mkai, ndio pale ninaposema kwamba kutokujua mpira. Sawa. Ukifuatilia timu nyingi tu, hata Chelsea, jana Chelsea amecheza na Western Sydney Wanderers. Mechi imeisha goli 6-4. Nani anakumbuka mechi ya mwisho ya kiushindani ya Chelsea ambayo imeisha kwa matokeo hayo? Yani dakika 90 zimekuja na magoli 10 kwenye mchezo. Na Chelsea amefungwa 4, wao wamefunga 6. Hakuna. Sawa. Manchester amecheza na Wrexham ni klabu ya championship. Sawa. Wrexham wameshinda ile mechi, lakini ukiangalia Michael Carrick yeye akuwa ameingia kwenye ile mechi kutafuta ushindi. I mean kama ameshinda dhidi ya Arsenal, ameshinda dhidi ya Liverpool mara 2, dhidi ya Man City,
ushindi dhidi ya Wrexham unaweza ukamuongezea nini cha ziada. The thing is pale kuna vitu ambavyo anavitafuta ambavyo wewe kama ni shabiki ambaye unangoja kuangalia final score tu au mpira unaendelea, wewe una chati unasubiri mtangazaji atangaze goli ndo ushtuke hivi uangalie uje uone highlights baadaye ulaumu kwamba kosa limefanywa na nani. Football huwa haifanyi kazi. Nimemwona Christina Masenga anasema Jeff acha kujifariji. Hapana, mimi sijifariji. No. Mimi sijifariji. Mimi am a football expert na ujua mpira. Na wakati naangalia mechi ya kombe la Kagame sitafuti matokeo. No. Kwa hiyo mimi I'm not disappointed. Yaani hata hizi mechi mbili za Kagame mimi si shabiki wa Simba. No. Simba angefungwa jumla ya goli 6. Mechi ya kwanza kafungwa 3, no. Mechi nyingine kafungwa 3, Singida naye akaja akashinda 4 bila. Jumla wamefungwa goli 10. It would be nothing to me kwa sababu angalia tu msimu wenyewe ulivyoenda. Msimu wetu umechelewa kuisha. Umeisha almost Juni mwishoni. Juni 30. Some of these players wamelazimika kukatisha mapumziko yao kwa sababu mchezaji kama Libasege sidhani kama ilikuwa kwenye ratiba yake kwamba kuna mashindano kama ya Kagame. Yeye alikuwa anajua anarudi kuungana na timu mwezi wa 8 na mashindano ya kwanza labda yatakuwa ni ngao. Sawa. Kwa hiyo kwenye kinachoendelea sasa hivi huwezi kuwa unatafuta matokeo na sio issue ya kujifariji tu. Yeah. Timu yoyote ile hata wangecheza Azam, hata wangecheza Yanga, hiki kinachoendelea ndio kingetokea kwa sababu wachezaji kwa akili zao hawashindani sasa hivi. Ndio. Sawa, kwa sababu kuna vitu vingi vinaweza vikatokea. Injuries zinaweza kutokea. Of course injury hata mazoezini zinaweza kutokea, lakini kila mchezaji sasa hivi aim yake ni kurudi tu into full fitness ili mashindano yatakapoanza awe yuko sawa sawa. So it's not about matokeo, na ndio maana wakati namzungumzia Kupa kama alivyokuwa anazungumza na Nasir na swali ambalo Mkai aliuliza kuhusu kumfanyia mchezaji trial, the reason kwa nini these days timu kubwa haziwafanyii wachezaji majaribio ni kwa sababu majaribio wakati mwingine yanaweza kuonyesha kila kitu kuhusu mchezaji. Sawa. Na wakati mwingine pia hiyo ni position ngumu sana kumweka mchezaji. Yaani atoke huko alikotoka aje hajakaa, kwa sababu ili mchezaji aweze kufunction kwenye timu anahitaji angalau training sessions zisizopungua 10 na wachezaji wenzie. Okay. Ili aweze kuzielewa zile repetitive patterns. Unamsikia Magunga hapa akizungumzia vitu vya kujirudia. Drills. Mpira unavochezwa, kila mchezaji anacheza mpira kwa muscle memory kwamba bwana mimi nina kipaji cha kucheza mpira. Lakini kila kocha ana system ambayo anaitengeneza kwamba bwana mpira kwenye hii timu hauchezwi kama wewe mchezaji huko ulikotoka mlivyokuwa mnacheza. Yaani usicheze game yako. Tuna system ambayo tuna combine skill set za wachezaji mbalimbali. Sasa kujenga chemistry sio kitu kinachojengwa kwa siku mbili, ama sio kitu ambacho kinajengwa kwenye mashindano ambayo hayana ushindani ule ambao unalingana na ushindani wa ligi kuu. Na ndio maana sometimes hata makocha kuna makocha yeye anaamini kwamba mechi yake ya kwanza lazima atafute timu dhaifu ili ashinde. Kwa sababu anaamini kwamba akianza na ushindi hiyo itamsaidia. Ni kwa sababu wakati mwingine kwenye mechi ambayo haina ushindani wa moja kwa moja ukisema utafuta ushindi ni ngumu kuupata, na kwa sababu mashabiki wengi wanataka timu ishinde, unakuta wakati mwingine hata timu zetu hizi kwa siku za hivi karibuni zimekuwa zina turn down kushiriki mashindano kama kombe la Kagame kuepusha hii pressure. Kwa mfano mtu kama huyu Dumbia tayari ameshaanzishiwa pressure ambayo inaweza ikamvunja kabisa as a football player. Kwani mashabiki wanafanya kosa kumnyoshea kidole, anakosa magoli? Yes, wanafanya kosa. Kwanza kabisa hajakosa magoli, amekosa goli moja. No. Nafasi kubwa. Ile nafasi nyingine ambayo jana nimeona ina trend sana. Ndio. Defender alifika akafanya sliding tackle akatimiza wajibu wake. Which huwezi kumlaumu mchezaji. Na ile ya kichwa pia ile. Umeelewa? Ilikuwa so tight sana. No. Kwa hiyo mimi naamini mchezaji hawezi kufunga goli 17 alafu akawa mchezaji mbaya. Hiyo kama good ni swala la muda. Amefunga kwenye ligi gani? Sawa, kwani Diarra alitoka kwenye ligi gani? Sisi wa Tanzania yani ametoka kwenye ligi gani wanaweza wakauliza wa Tunisia, wa Misri, wa South Africa, wa Morocco, wa Algeria kwa ligi ya Mali. Kiuhalisia ni kwamba Jeff unapanda kwenye boti la kuangalia numbers tu. Mimi niko kwenye hilo boti, sio napanda leo, niko siku nyingi kwa sababu Mkai. Wewe unajua kama Jeff ni muumini wa numbers. Siku zote mimi huwa nawaambia kwamba takwimu ni jinsi unavyozitafsiri. Sawa, ukitafsiri takwimu vibaya, yani uwezo wako mdogo wa kutafsiri takwimu hau invalidate matumizi ya takwimu.